Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi Siasa za Kanda, kipindi ambacho siku zote kinaangazia masuala muhimu ambayo yamejitokeza katika sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki. Ni wiki ambayo imekuwa na shughuli nyingi tu. Awali ya yote ni kwamba kumekuwa na watu wamekamatwa nchini Kenya kuhusiana na swala zima la ufisadi, na uchunguzi unaendelea kuhusiana na swala hilo. Moja aliyekamatwa ambaye bado anazuiliwa katika vyumba vya tume ya kupambana na ufisadi nchini ni mwenyekiti wa tume ya ardhi nchini Mohamed Swazuri na maafisa wengine ambao wanatuhumiwa kwa makosa mbalimbali wakihusishwa na ule mradi wa kuwafidia watu katika mradi wa reli ya kisasa hapa nchini. Na tutajadili swala hilo kwa kina na tathmini. Tutaangalia mataifa mengine yanafanyaje, kama Kenya inafanyaje, na vile vile Uganda. Katika studio za Nairobi tunaye Bi Aida Mtonyi. Huyu ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo kule Uganda. Ni Chambogo ama Kiambogo? Yoyote inategemea tuko wapi. Hapa Kenya tunaweza kusema Kiambogo, kule tutasema Chambogo. Na karibu sana. Shukrani. Na baadaye tutaungana na wakili Ishmael Nyaribo kwa muda usiokuwa mrefu, manake watu wanashikwa alafu tuone hali inakuaje. Yeye vile vile ni wakili, atatuambia ni kwa nini anawatetea watu ambao wakati mwingine wanashukiwa. Lakini kabla ya hapo tusikie wabunge walivyosema ama wanasiasa kuhusiana na hili swala la ufisadi nchini. What do you now see? Members of parliament lining up, and I'm quite sure your member of parliament for this area is not the type. I think the way, when I last checked, Mheshimiwa Musimba had enough money to pay those members, not him to pay him. So you see members lining up to get 20,000 shillings, 30,000 shillings, so they cannot, they throw out a report, the effect of which is to kill our sugar industry in this country. We want to encourage President Uhuru to continue, and he shouldn't blink. And in fact, on this note, because I think that the 12th Parliament has a monumental task in trying to convince Kenyans that they mean business when it comes to the fight against corruption. Maybe a judicial inquiry. I don't think they can form another committee to go and bring the same report back. But this report and the current mood in the country is such that if President Uhuru blinks, he would have literally missed an opportunity to bequeath this country a proper legacy in governance, and that is what Sam Mbova stood for. Huyo ni Bwana Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa Wiper, vile vile amewahi kuwa makamu wa rais nchini Kenya. Amezungumzia swala hilo na limekuwa ni jambo ambalo limetokea bungeni. Kuna tuhuma kwamba baadhi ya wabunge walipokea mishiko ya kitu kidogo ili kuathiri ile ripoti kuhusu sukari ambayo imetaka baadhi ya watu wafunguliwe mashtaka. Karibu sana Bwana Nyaribo, hali namna gani? Asante sana. Naam, kwa sababu wewe ndio mwenyeji na wewe ni wakili, kumekuwa na juhudi nyingi sana, na hata kwa sasa kuna watu wamekamatwa kuhusiana na swala la ufisadi nchini. Je, unafikiria hizi juhudi ambazo zipo kwa sasa zitapunguza ufisadi nchini Kenya ama ni hadithi za kawaida? Lazima tukubaliane na Biswa kwamba kwa kweli huu mkondo ambao umetumiwa na rais kujaribu kushtua na kuhakikisha kwamba ufisadi kwa ujumla umeonekana kuwa kitu duni unafaa kwa sasa. Na nafikiri kila mtu ambaye ako kwenye ofisi ya serikali, mtendaji wa serikali yoyote yule, roho inadunda mara tatu. Anajiuliza kama anataka kupelekwa ile njia ama hii nyingine. Alafu ni wakati mzuri president wetu ametumia
watu fulani ambaye wanaelewa ile yani msisimuko wa president, sijui kama hilo ndilo neno neno sawa, yani ile passion ya president kuhakikisha kwamba hata kama kuna sheria, kuna namna ya mtu kutetewa, kwa sasa weka hii korokoroni alafu tuongee. Kwa hivyo kwa sasa hivi nafikiri ukiangalia ile index ya ufisadi iko kwenye alama ya chini sana. Naam. Kwa hivyo ni kweli ya kwamba ile mbinu ambayo inatumika inashtua na kuogofya mno wale ambao walikuwa wananuia kufanya ufisadi. Naam. Bi Aida, wewe utatueleza hali iko vipi? Wewe umetembea Kenya kwa wakati huu, lakini wewe ni raia wa Uganda. Unaona kuna tofauti gani? Sidhani kama kuna tofauti kubwa. Nikubali kwamba marais wetu wamejaribu kila iwezekanavyo kuona kwamba wanakumbana na hali ya ufisadi. Kwa kawaida niyo ishara za ufisadi ni ishara za watu kutokuwa ama kuridhia ama kutaka vingi ama kutokuwa na uzalendo. Na endapo baba wa nchi ambaye kawaida tunawarejelea kama marais wetu, unajua akilifumbia macho nchi inaporomoka. Lakini endapo marais wamekuja wakasema hapana, mambo ya ufisadi si mazuri, yanaturudisha nyuma, na endapo wamepatikana kwa hatia ni lazima waingie korokoroni. Ila sio korokoroni ndio mwisho. Ile korokoroni utawekwa kule alafu uwekwe mbele ya mahakama ndio useme kweli ulihusika ama hukuhusika. Kuna wale kuwekwa korokoroni lakini sio suluhisho. Unaweza kuwekwa korokoroni kumbe kweli ulikuwa ni ulihusika, ama unawekwa korokoroni alafu kukuficha tu. Alafu baadaye utatoka kuendeleza tena ufisadi wako. Sasa sio tu kuishia korokoroni jinsi ambavyo ni wakili anavyosema. Nadhani wakili nyinyi ni kuchukua na kuweka korokoroni. Lakini sisi watu wa kawaida tunafikiri pale korokoroni, toa pale korokoroni, mpeleke mbele ya mahakama ajitete kama kweli ilikuwa ni dhahiri amehusika kwa ufisadi ama la. Kwa hivyo ishi tu korokoroni ukalala usingizi. No, anasema pamoja na kwamba umesema kuna ni kweli ya kwamba wacha nikwambie kotini nina uhakika kwa ujuzi na usomi wangu wa sheria ya kwamba zaidi ya nusu ya hawa ambao wanashikwa hawatahukumiwa kufungwa. Sisemi na watetea wasifungwe, lakini ukweli ni huu. Procedure ambayo inafuatiliwa kisha ukuje kuweka mtu korokoroni kwa sababu ya makosa ambayo ameshtakiwa ni mrefu. Kwa nchi yetu bado sheria haijabadilika. Lazima ieleweke ya kwamba kando na kufanya kitendo ya criminal offense, lazima uonekane kulikuwa na nia na ya kwamba aliparticipate kwa kuprepare haya mambo yote kisha kile kitendo kikafanyika. Kwa hivyo lakini jambo nilikuwa narudia ni kwamba bora tu mtu amewekwa Central Police ama Muthaiga akalala weekend mzima. Na tumeona ni swazuri, tumeona wakubwa wote, MP, governor, ile ni jambo ambalo linashtua mwananchi wa kawaida na hawataki kurudia. Hata kama wataenda kushinda mbeleni ama watashindwa, hawataki kujingisha tena kwa maneno ya ufisadi kwa sasa. Lakini unaona ile tatizo mara nyingi linakuwa katika viongozi ndio wanashikwa kuhusiana na haya mambo ya ufisadi. Lakini mwananchi wa hiyo inamwathiri vipi? Sijui lengo lako, lakini ujue ya kwamba kuna wananchi wengi wanashikwa na maneno ya ufisadi. By the way, kawaida utasikia kuna askari alishikwa Rumuruti, iko mtu alikuwa kwa kitengo fulani cha serikali ameshikwa, alikula hongo fulani. Kuna wananchi wengi sana wadogo wameshikwa. Jambo ambalo sasa hivi linatufanya tukaliona hili jambo kwamba ni kuu ni kwamba number one, hili ni jambo moja ambalo president amesema mwenyewe amejitolea. Na ni kama linachangia kidogo zile agenda zake 4. Na wale ambao wakati huu wanamulika ni wale wakubwa. Ndio sababu media inaenda pale. Lakini ukihesabu watu ambao wameshikwa Kenya hii kwa sababu ya ufisadi, kusema kweli wako pale. Na wengine wako wamepatiwa interdiction, wengine wamewachishwa kazi. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao wameshikwa. Lakini mkondo huu ambao president amechagua kutumia mbinu ya kuwa yani serious, hataki kufunga jicho hata kidogo. Huu mkondo
utaadhiri sisi kama wananchi wa kawaida ikiwa governor kwa mfano atakuwa nje ya bunge kulingana na ufisadi huu kwa muda fulani. Sasa kama kusema kweli tuseme Ojamonga ameletwa kotini. Unajua hata ile nguvu yako kama governor kufanya kazi na kuna lawama ya ufisadi ambayo imesemwa, hata wale maadui wako watazidi kutumia hilo jambo kufanya nini? Kukudhuru ama kukudhulumu, kuhakikisha kwamba wewe ukisema policy hii wanasema wewe ni ukora unataka kuleta kama ile iko kotini. Kwa hivyo wananchi wenyewe wanaweza kuwa wanaumia. Jambo jingine, angalia vile manyumba inabomolewa sasa. Unajua ile jengo liko kwa ule mtaa ama huu kuna wananchi wanafanyia biashara pale. Kwa hivyo hii decision ya president kusema saa hii lazima mambo yote yatekelezwe kwa sasa. Lazima kuna mtu alikuwa amelipa lease yake ya mwaka 6. Obviously ametolewa. Kwa hivyo hata sisi uchumi wetu umeumwa kiasi. Lakini hatuwezi kulalamikia ya bunde tu ya sasa tukiangalia yale mazuri yatakayofanya nini yatakayokuja. Lazima tuvumilie, tupite mkondo huu, tuone je baadaye ukweli watu watatilia maanani tena kutopenda hii mambo ya ufisadi. Unajua hii ni huu wakati. Naam. Nabiswa, hii ni huu wakati. Kulikuwa na Kidero, sasa ako korokoroni. Kutakuwa na Sonko, atatoka. Je akitoka? Je kuna yule atakuja aseme hata huyu tunataka kuweka korokoroni? Kwa hivyo tusifuatilie maneno ya watu, yani persons, yani personalities. Lazima tufuatilie sheria inasemaje. Kiasi kwamba tunajua huyu ukweli amefanya ufisadi na kwa sababu ako kwa ofisi tuna assume, lakini akitoka ofisi pia ataweka korokoroni. Naam. Huu mfumo wa kuweka watu korokoroni kwa maoni yako inafanyika Uganda, na ikiwa inafanyika, je inapunguza ule moto wa watu kuendeleza ufisadi katika viwango mbalimbali? Maana ufisadi utakuwa vioni uko wapi na kadhalika. Nabiswa, mimi nafikiria ufisadi hujaanzia kule juu. Ufisadi hata huanzia nyumbani kwetu. Naam. Unajua ufisadi ukianzia mashinani, ni kitu kinakuzwa kwa sasa ni tamaduni. Naam. Kinapokuwa na tamaduni unaoambukiza mtu mwingine. Sasa inategemea ufisadi umekuja kivipi. Naam. Je, nimekuja kwa upande wa kisiasa ukanipatia ofisi, nilivyoingia ofisini sasa nikaona nimeshaingia katikati ya mali na kipindi ambacho nitakuwa pale ofisini nitahudumu kwa muda gani? Uende ikawa kile kipindi ambacho mtu atahudumu ndo anafikiria wacha niharakishe hili jambo nipate kile ambacho ninachopata mimi nitoke mkitambo nitoke mimi nitakuwa nimepata vyangu. Lakini wakati sheria inakushika haitaki kujua ulikuja huna ama uko nalo. Je, hata kama umekuja umevipokea vipi? Utapelekwa kama ni hiyo korokoroni. Ila tofauti tu Uganda na Kenya ni unajua Kenya kwa muda mchache ambao nilikuwa nasikia mtu ameweka korokoroni not proved wrong or right. Hasa kule ni kama umeshikwa umefanya ufisadi, rudisha mali ya serikali. Kama ni kweli ulichukua irudishe. Na kama ulichukua na nani? Na ulitumia mkondo gani? Na ilikuwaje? Hiyo ndio la muhimu. Sio tu kukubeba nenda korokoroni. Ukitoka korokoroni baki na ile mali. Ama jinsi vile ulivyonyakua nenda navyo. Hapana. Kama umepelekwa korokoroni, wacha wafanye uchunguzi. Wakishafanya uchunguzi, kuna vitu ambavyo walichukua na vitu vya serikali virudishe serikalini. Kama ni vyako ni sawa, labda ni vyako, manake tayari kesi itakuwa imefuatiliwa. Na labda sivyo, wakili sidhani kama kila mtu ambaye ameingia korokoroni pia ni mfisadi. Mimi wakati mwingine kabisa ni kweli tumesema hivyo ni kweli. Lakini kuna mwingine pia anajikuta kula kwa sababu ya shida za mtu mwingine. Huenda aliyefanya kitendo mwenyewe hayuko asharuka. Ashachomoka yuko nje. Sasa unabeba makosa ya mtu mwingine unajikuta sasa wewe ndio umeingia kule korokoroni. Lakini mimi nafikiria ni bora manake nchi zetu ambazo zinaendelea tuangalie ni namna gani tunakuza nchi zetu. Manake ufisadi ndio imekuwa adui moja ambaye anaturudisha nyuma. Lakini ni ile tamaduni kwa sababu hatuna uvumilivu na hatuna heshima na hekima katika ofisi zetu. Umeingia hudumia watu jinsi unavyoweza kuhudumia. Pale mtu ashaingia ofisini analipwa. Kwa nini usibaki kwa ule mshahara ambao unalipwa ukaridhika? Kwa nini uzoe kitu ambacho sio chako? Ndio naona kwamba mpaka inafika mahali tu bwana sheria waweza kabaki peke yake. Amesema mpaka rais alivyotamka. Kumaanisha rais angetoa tamko. Haya mambo yote angejulikana. Na wanawakilisha watu pia. Nilitaka kujua wakili kwamba manake hizi kesi zimekuwa nyingi sana. Na mawakili vile vile
wamekuwa wakilaumiwa hapo awali. Lakini kuna kitu ambacho kimejitokeza. Kwa mfano, washukiwa wengi wamenyimwa dhamana. Na hata wengine wanakaa kwa kipindi karibu wiki moja kule korokoroni. Je, nini kimebadilika katika idara ya mahakama? Manake zamani ukiuliza dhamana ilikuwa ni vigumu kunyimwa. Je, idara ya mahakama haitaki fedha za faini ama vipi? Siwezi kujua mtu ambaye atafaa sana kuulizwa vile mahakama inaona hayo itakuwa lakini kuna mabadiliko. Itakuwa ni mtu kutoka mahakama, lakini sisi vile tunavyoliona hili jambo ni haki yako na Biswa. Unajua wakati hujakuwa kwa shida wewe unaona vile wengine wanafanywa. Ukiwa kwa shida wewe ndio unasema kweli sheria ingebadilishwa ikubali nitolewe hapa nione watoto. Kwa hivyo sisi tunaangalia tunafurahia sasa. Gavana ameshikwa, minister, sasa tunafurahi. Lakini yule mtu mdogo wa kawaida pia akishikwa, akisomewa mashtaka pale akiwa kwa dock, hata kabla kusomewa amaliziwe tayari ameshikwa na askari akapelekwa pale nyuma, haelewi. Haya ndio mambo tunakemea. Tunasema Constitution inasema mtu akifanya jambo lolote la uhalifu kiasi hata kifo ana haki kupatiwa dhamana. Bond ndio dhamana. Lakini na wewe uelewe namna hii, mawakili wako karibu 11-12,000 sasa. Kila mtu ako na mawazo yake. Majaji wako maelfu mamia kadhaa. Wao lazima pia wako na mawazo yao. Kuna jaji ambaye ukienda kwake akikusikiliza anatumianga kitu kizungu kimombo tunaita discretion. Ndio bond ni haki yako, dhamana, lakini judge ndio ana rule kwa kitu inaitwa discretion. Yaani kwa maono yake. Vile anasikiliza wewe ni nani, wewe unaweza kutoroka, wewe unaweza kuharibu kesi namna gani, wewe unaweza enda pale kwa watu ukawaingililia, wewe ni mwanasiasa gani, unajulikana unaishi wapi. Unaona hii mambo yote judge anasikiliza na anakuangalia ukiwa kwa dock. Ndio anatumia uamuzi wake inaitwa discretion. Anasema huyu kweli si flight risk, ako sawa sawa, na akiwekewa dhamana kama ni 1,100 atarudi kotini. Lakini kuna wengine, by the way, ujue kabla polisi kukushika wanakujua wewe ni nani, vile unavuruga, ukienda kuambiwa kuja polisi umepiga masimu country mzima. Kwa hivyo judge akikuletewa yeye, prosecution inalia inasema huyu mtu ukimwachilia hapa ataua watu 3 ndio tena tukuje kushika yeye. So mahakama iko na haki. Exactly. Hiyo hawezi kupewa dhamana. Kwa hivyo kuna zile points ambazo zitaangaliwa, but kitu ambacho ni cha muhimu ukumbuke ni kwamba koti imetawaliwa na binadamu. Wanasoma gazeti kila siku, wanaona president akiongea, wanajua hisia, wako kwa mitandao ya Twitter, Facebook, so wanasikiliza. Na yale ambayo sasa unaona wako wakali, hatuwezi kukubali kupeana bond, ni kwa sababu wanaelewa ni country inaenda wapi. Hakuna haja country, yani head of state anasema jameni nisaidie kuua ufisadi. Alafu mnafungulia watu wote wanatembea na wanajigamba wakienda kukunywa usiku wanasema nani kama bibi, unaona. Kwa hivyo mahakama pia ni binadamu, wanaitawalia pale na wanaelewa ni wapi country inaenda. Umeniuliza jambo muhimu ambalo ni very specific na sitajibu la kusema kwa nini tena wamerudi wakakuwa wapole, kwa kama vile Kidero alienda kotini akachukua 2 million cash bail. Nimeeleza hapa ya kwamba ni discretion ya jaji. Na unakumbuka ni yule chief magistrate Ogoti ndio alinyima wale na amepea huyu. Kwa hivyo anasikiliza jinsi ambavyo ule wakili anawakilisha na prosecution inasema, ndio anasema huyu anastahili ama hastahili. Naam. Na hili tatizo linaonekana linaanzia chini, na nilitaka tulichukulie kwa mfano. Unafikiria pana haja ya wanafunzi hata kwa shule kufundishwa kuhusiana na ili swala la ufisadi, ili wanapokuwa wakubwa, pengine wanapoondoka katika shule za msingi ama vyuo, wanapoingia katika dunia ya kawaida wasijihusishe na ufisadi, ama inawezekana? Yani ingizwe kwenye mitaala. Shule ya kwanza ya mtoto ni nyumbani. Naam. Unajua tukianza kusukumia wale walimu wana shughuli zao kulingana na ufahima na tajriba ya kufundisha darasani.
Lakini ufisadi kama hali ya kijamii inaanzia pale nyumbani. Wewe mwenyewe na familia yako mnaendeleza vipi maisha yenu? Endapo hata kama utakuwa pale nyumbani, yule mtoto ameanza kuchukua hata shilingi 10, 100, unamwambia tu wewe siku nyingine sikupate kama umechukua chai. Ama amekuja na kitu nyumbani ulizi kimetoka wapi, amekwambia tunajua baba nilikuwa nacheza kule nikaokota simu, alafu umenyamaza. Uwezo kujua kama aliokota ama alibakura kutoka kwa mtu. Haya, wewe mwenyewe pia baba pale ukishatoa hela za yule mama pia humrudishii, pia nazo zimebaki. Kakataa chunguza sinikutoa tu, kuna ukishachukua sini basi mambo yanaisha. Akitoka hapo sasa anaingia pale shuleni. Akishaingia shuleni anakuja kwenye kukuzwa kitaaluma, kiakademia. Kiakademia atasoma mambo ni mawili. Endapo wakili amesema kuna yule mtu anapewa kulingana na hadhi na vile kutazama. Mimi labda mahali natoka familia yangu najieza, yule hawajieza. Lakini mimi ni mzazi ambaye naona kwamba mimi watoto wangu wasianguke. Nimekupatia mwalimu na kwambia jua mwalimu nini, nitakupatia hata kama ni 10,000 mtoto wangu 100 asianguke. Tunajenga. Yeye mwenyewe mtoto pia anajua mwalimu alipo 10,000 ama kwa hivyo wewe kumwangusha. Anapokuwa katika huo mfumo, akiendelea kukua anajua kwamba ni mikono miwili, huu utatoa, mimi utanipa kile kitu ambacho nitachotaka. Kwa hivyo itaendelezwa. Lakini tukianzia pale nyumbani kukashifu kukashifu ufisadi pale nyumbani, toke pale nyumbani tuje katika masuala ya kawaida ya ufundishaji kwa jumla. Kama vile wanasema sijui kila mwanafunzi afundishe ujuzi kidogo wa tarakilishi. Kama utamfundisha ujuzi kidogo wa kutumia kompyuta, kwa nini usimfundishe ujuzi wa kukumbana na ufisadi? Kwa nini tuseme kwamba nikuletee kompyuta ambayo utaikuta baadaye na ufisadi ambao unatokea ndani ya nyumba tusianzie pale ndani ya nyumba kwamba hichi ni kibaya, hichi ni kizuri, na usikubali kitu ambacho sio chako, na usipore ambacho sio chako. Kwa hivyo anakuwa na imani kwamba niko na mipaka yangu. Lakini sisi wazazi tukichukulia kwamba ni kawaida, nitakapokuwa nimekuwa mtu mzima wa kujiamulia, nina hela ama naweza kusema ama hata nitafika pale mahakamani nitacheza mchezo wangu, ufisadi utaendelea. Maana tumekuza kutoka kule shinani. Unasemaje jambo ni jambo muhimu. In fact dadangu ameguzia hili jambo tena akaguzia lile la vile wanafanya Kampala kutaka kumaliza ufisadi. Nataka tu kuongea hizo majambo mbili ambao ni muhimu sana. One, ndio familia lazima, in fact Kenya mzima ukiangalia mafamilia watu jioni wataomba ndio walale na baba akiwa hajakuja watamuombea. Kwa hivyo watoto wakikuzwa shule iko wachana na CRE ama Islamic education, iko wakati wanapelekwa kwa dini yao tena wanafundishwa. Watoto wetu wanafundishwa dini sana na vizuri, zile yani morals ya watoto wanafundishwa. Iko shida inatokea akikuja kuangalia kwa TV anaona yule mkuu ambaye ndio anaheshimu ati ameshikwa ameiba kitu cha serikali. So hii ndio shida tuko naye. Kwa hiyo lazima zuia tu hapo nichukue simu ya Jotham Onyango kutoka Kisumu. Hello bwana Jotham, habari ya Kisumu? Kisumu tuko sawa kabisa. Ulikuwa unasemaje kuhusiana na hili swala la ufisadi na namna Kenya tunavyokabili ufisadi? Mimi nikichangia, naona sheria yetu ya Kenya na Uganda naona sasa iko tofauti. Naam. Kwa sababu Kenya yetu mtu akishikwa awekwe ndani, unasikia baada ya siku kidogo hakuna usaidizi, hakuna usaidi. Naam. Wakati hakuna usaidi unasikia baada ya siku 4 jamaa ametupwa nje ati hakuna usaidizi. Naam. Na tunataka hivi Kenya yetu iwe kama Uganda. Mtu akipatikana na ufisadi awekwe ndani afungwe, ili tumalize mambo ya ufisadi. Lakini unafikiria kwa nini watu wanakosa ushahidi? Watu wanakosa ushahidi kwa sababu watu ni waoga. Kwa sababu ukitaja mtu fulani unasikia umefukuzwa ama unawawa. Naam. Haya, asante sana. Nilikuwa tunamalizia hilo jambo. Ni vizuri vile ndugu amesema Kisumu, lazima ushahidi upatikane kotini. Huo nao ni ukweli. Level ya ushahidi labda dada vile amezungumzia ule ameelewa kwamba huko ikiwa Uganda labda watu wamechukia ufisadi, kwa hivyo hata hawataki kusikiliza sana ni namna gani mtu anataka kujitetea. Lakini Kenya ilivyo sasa, sheria yetu inasema ya kwamba proof iwe beyond reasonable doubt, na ni kitu muhimu sana. Lakini nikimalizia hili jambo nilikuwa nasema, kwa hivyo wale viongozi tabia zao na mienendo zao, by the way,
Unajua kuna mwalimu wangu alinifundisha ya kwamba mwalimu akiwa lengo lake ni juu, mwanafunzi ataruka karibu hapa. Lakini kama mwalimu ako hapa chini, mwalimu anajaribu kuruka, anaona kiongozi yake yako chini, anarudi hapa. Ndio hivyo. Kwa hivyo lazima viongozi wetu, in fact hiyo ndio, na naona kama president wakati huu amefunga masikio. Nimeona akiongea pale Kisii, anasema amepigiwa simu hataki kusikia, kwa sababu wale wajanja wanamtafuta mzee. Sasa ni nini hii tunafanyiwa? Hii ndio njia ya kwenda. Anyamaze, kila mtu afanye kazi yake. Tobiko afanye hili. Ingawa niko na maoni yangu tofauti na vile wanabomoa, lakini hiyo ni kwa labda baadaye. Lakini president amechukua jukumu mzuri na decision mzuri ya kusema kila mtu afanye kazi yake, tumalize ufisadi. Naam, asante sana. Tunaendelea kujadili swala hili la ufisadi na namna mataifa mbalimbali yanavyokabiliana na swala hili. Vile vile tunapokea simu kuhusiana na swala hilo. Katika studio za Nairobi tunaye ndugu Ishmael Nyaribo ambaye ni wakili hapa Nairobi, na vile vile tunaye Bi Aida Mtenyo, huyu ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo huko Uganda. Mimi ni Paul Nabiso, endelea kusikiza kipindi hiki. Tunaenda mapumziko kidogo, alafu tarejea kwa muda usiokuwa mrefu.